Habari yako, bila shaka unaendelea vizuri na yapo mengi ambayo yawezekana unajivunia na mengine unajutia. Kuna mengine ambayo huyaelewi hadi sasa hivi yanaendelea kwenye maisha yako, na kuna vitu ambavyo vinakupa stress, vinakufanya ushindwe kupata amani. Kuna vitu ambavyo unapovifikiria ukivikumbuka vinakupatia furaha na vinakupatia nguvu ya kupata nafasi ya kuendelea tena. Ninatamani nikukumbushe tu jambo moja ambalo mimi nimefanya uchunguzi kwa muda kidogo nikalielewa, kwamba katika maisha ambayo tunaishi hautakiwi kusubiri watu waje wakuthibitishie kwamba wewe ni bora. Hautakiwi kusubiri watu waje wakwambie kwamba kwa kile unachokifanya una uwezo wa kupata mafanikio makubwa zaidi ya yale ambayo unayatazama. Hautakiwi kusubiri watu wakwambie kwamba kwenye hilo kosa unalolifanya kila siku una uwezo wa kuliacha na kulishinda, au udhaifu ulionao una uwezo wa kushinda. Maana ukisubiri hayo maneno kutoka kwa watu utasubiri sana, na inawezekana wakati fulani ukakata tamaa kabisa, kwa sababu watu siku zote wapo kwako kwa ajili ya kutimiza mahitaji au haja zao. Pale unapokuta watu wanakupenda sana, ujue una mchango mkubwa zaidi kwenye maisha yao. Ina maana kuna kitu ambacho wana benefit wanapokuwa pamoja na wewe. Pale unapoona watu wanakuchukia sana, ina maana kuna kitu unachukua kutoka kwao. Kwa hiyo wanahisi ya kwamba kuna haja ya kuweka distance kubwa na wewe ili waendelee kubaki na kile ambacho wanatamani kubaki nacho. Kwa hiyo jipe nafasi ya wewe kujitambua, kujiambia maneno yale ambayo unahisi ya kwamba unahitaji ya kusaidie, kujifundisha elimu zile ambazo unatamani ziwe msaada kwako kwenye maisha yako. Usisubiri watu wengine waje wakwambie, maana 90% ya ukweli ambao unaweza kupata kwenye maisha unatokea ndani yako. Ni 10% tu ambao unaweza kupata kwenye mazingira yanayokuzunguka. Kwa hiyo vitu vingi uhalisia wake na ukweli kuhusu hivyo vitu uko ndani yako mwenyewe. Ni vichache sana ambavyo unaweza ukategemea kupata uhakika kutoka kwenye mazingira, maana kuna vitu kweli tunahitaji mazingira yatuhakikishie kwamba hivi vitu ni sahihi kwenye maisha yetu. Ila 90% usahihi wake unathibitishwa ndani yako. Wewe unapokuwa ukivifanya, moyo wako utakuwa ukikueleza hali yako ya ufanyaji wa ile kazi au kile unachokifanya, kama ni talent unayo unaitumia au jambo lolote lile, moyo wako utakuthibitishia kwamba lile jambo ni sahihi kwako. Kwa hiyo usisubiri sana watu wanapokuja kukuonyesha kwamba wamekubaliana, wamefurahi kile unachokifanya. Wakati fulani unaweza kwenda sehemu ambayo watu kweli watafurahi. Yaani utafanya jambo ambalo kila mmoja katika ile eneo atasema wow, this is amazing. Ila ukija kuangalia uhalisia ni kwamba yawezekana wameshangaa kwamba huyu jamaa kwa jinsi tunavyomjua amewezaje. Wengine walikuwa wakikucheka kwamba unafanya mambo ambayo hutaweza kuyahandle. Yawezekana wengine wakikudharau katika hiyo furaha ambayo wanaionyesha. Kwa hiyo tabasamu linaweza likaonekana kwa muonekano mmoja kwa kila mmoja, ila taswira au kila tabasamu linakuwa lina ujumbe wake ambao ni tofauti na jinsi unavyodhani. Kwa hiyo wewe jipe 10% za kutosha ndani yako za kufanya kile unachotamani kukifanya. Alafu subiri 10% chache kutoka nje ambazo si muhimu sana, ila zitakupushi katika kwenye kulielekea lile kusudi lako. Sasa kitu cha msingi na cha mwisho ambacho nataka nikuache nacho kwa wakati huu ni kwamba usilolijua au kama unalijua umelisahau, ni kwamba ukisubiri watu waweze kuthibitisha kazi zako, utasubiri sana kuja kufika kwenye vile viwango ambavyo unatamani kufika, kwa sababu watu siku zote hawathibitishi kazi ambazo ziko juu ya uwezo wao. Kila mmoja anayethibitisha kazi anathibitisha kazi iliyo chini au sawasawa na yeye. Anapokuona huko juu yake anaweza akakuchekea, ila hawezi kukuthibitisha kwa sababu yeye mwenyewe hajui kile unachokifanya. Kwa hiyo ukisubiri kuthibitishiwa na watu kila kitu, kuna vitu ambavyo utatakiwa kuvifanya ambavyo Mungu amekuumba uvifanye na hakuna mtu yeyote anayevijua. Kwa hiyo ukisubiri kuthibitishiwa na mtu ambaye hajui unachokifanya, utapoteza muda mwingi sana. Ila kama ingekuwa unafanya kitu cha kawaida na unapenda kufanya kitu cha kawaida, sawa. Kwa vitu vya kawaida utapata watu wengi sana wakuthibitishia kwamba unachokifanya kinaweza kikawa bora au kisiwe bora. Ila kama unafanya kitu cha tofauti na kitu ambacho kinakuja kwa mara ya kwanza kwenye maisha ya watu au kwenye masikio ya watu, usisubiri kuthibitishiwa na watu ambao hawajafika pale unapoenda. Mtu mmoja alitoa mfano akasema,
ukiwa umeweka headset masikioni alafu unasikiliza mziki fulani ambao ni mzuri, watu wanaokuzunguka wanaweza wasiusikie ule mziki. Utakapowaambia kwamba huu mziki ni mzuri, wanaweza wasikuelewe. Na wakati fulani wakikuona unacheza cheza au unacheka, unaongea, wanaweza kuona kama umechanganyikiwa fulani hivi haueleweki. Ila pale utakapotoa zile headset alafu ukaunganisha huu mziki katika chombo ambacho wao pia wanaweza wakausikiliza, hapo sasa watakuwa na uwezo wa kukuelewa. Pale unapocheza wanajua kumbe huyu anacheza kwa sababu muziki ni mzuri. Au unapotingisha kichwa wataelewa kwamba hiki kichwa kinatingishwa kwa sababu ya mdundo fulani ambao uko kwenye harmony nzuri, uko kwenye mpangilio mzuri. Pale utakapokuwa ukiongea watakuwa wanakuelewa, kumbe anaongea katika muktadha huu kulingana na muziki ulivyo. Kwa hiyo usisubiri sana kupata approve kutoka kwa watu, kwa sababu utachelewa kufika unapotaka, kwa sababu watu unaowasubiri wenyewe hawajui unakoenda.